Kipande cha 4 kinaanzia hapa. Bella na Amaira wako darasani wanajisomea. Mara kidogo simu ya Bella ikaita. Alipopokea alikuwa ni yule pacha wake na alikuwa akimwambia kuwa hataki kufuatiliwa wala hataki taarifa zake zimfikie mama. Yaani hataki kabisa wafuatiliane, kila mtu afanye mambo yake. Hayo ni maneno ambayo Bella alikuwa akimwambia pacha wake. Na kisha Bella akamkatia simu. Baada ya kukata simu tu, Amaira alimwambia kuwa asiwe anapenda kumfukia ndugu yake kwa sababu ni mtu pekee kutoka nyumbani kwao ambaye yupo karibu naye. Ili kufanya mambo yasiwe mengi, Amaira alimwambia kuwa waondoke na waende kantini. Basi pale wakajikusanya zao na kisha wakasepa. Wakati huo pia Fatima na Chibonge wake wakawa wameingia hapa darasani na wenyewe wamekuja kujisomea. Okay, mida baadaye hivi tunamwona Fatima akiwa na yule Chibonge kwenye ngazi, wapo wanajisomea. Chibonge akamwambia Fatima kuwa nimesikia kuna nafasi za wazi katika kitengo cha waandishi wa habari na mwalimu Elmo amempendekeza Amaira ili atuwakilishe. Fatima kusikia kuwa jina la Amaira ndio limependekezwa, sumu ikaanza kumjia. Aliongea maneno mengi huku akiwa anajiuliza maswali. Kwa nini wampendekeze Amaira? Kwani yeye ana nini? Kwani inamaanisha kuwa sisi wengine hatuwezi kuiwakilisha department yetu? Chibonge akamwambia Fatima kuwa amepata idea, ni kuhusiana na mashindano ya urembo hapa chuoni. Hivyo Chibonge alikuwa anamwambia Fatima kuwa anatakiwa ajisajili, lakini Fatima alikataa kabisa. Chibonge akasema, Fatima tulia kwanza, wewe unatakiwa ujisajili kwanza, na katika hiyo siku tutahakikisha Kevwe anakuepo pale, na kwa jinsi utakavyong'aa, utakavyovutia, sidhani kama Kevwe ataweza kuchomoa tena, na kwa njia hiyo itakufanya umpate Kevwe kiurahisi. Fatima kusikia hivyo akaona kama hili ni bingo, toka Kibonge azaliwe leo ameongea pointi. Basi Fatima akawa amekubali huu mchongo ili kumimpress Kevwe. Kabla tujaenda mbali, jina la huyu Kibonge anaitwa Ozi. Okay, moja kwa moja hadi mida usiku hivi tunamwona Bella na Amaira wakiwa chumbani kwao, na wenyewe hapa walikuwa kitafuta nguo ambayo ataivaa Amaira hiyo siku ya mashindano ya urembo. Mara kidogo akaja Soma, wakamwonyesha picha ya nguo ambayo Amaira na Bella walikuwa kiangalia. Bella akasema kuwa hii nguo ni nzuri, ila sasa shida iliyopo ni kuwa watapata wapi pesa ya kununua hii nguo, kwa sababu hiyo nguo ina gharama kubwa mno na wenyewe hawawezi kuimudu. Na sio hiyo nguo tu peke yake, kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji pesa, kuna nywele, kuna makeup. Lakini Soma akawakumbusha kuwa ile siku walivyokuwa kisherekea kule guest, Jonathan alisema kuwa atagharamikia kila kitu chao. At least pale tabasamu la furaha likarudi baada ya kusikia kuwa Jonathan atagharamikia kila kitu. Lakini Amaira alikuwa akikataa kwa sababu hiyo siku Jonathan alikuwa amelewa na hakutaka pesa ya Jonathan ishiriki katika hili. Lakini Bella hataki kujua hili wala lipi, anachotaka yeye ni pesa tu. Okay, then tunarudi hadi chumbani kwa kina Jonathan. Tunamwona Kevwe akiwa anajipatia chakula, pembeni yake akiwepo Bella, na hapa Bella alikuwa akimsubiri tu Jonathan. Muda kidogo Jonathan naye huyo hapa amefika hapa chumbani, lakini yupo na yule msichana ambaye alimsaidia kwa mara ya kwanza. Then Bella akamuita Jonathan pembeni ili waongee. Walipotoka nje, Bella alimwambia Jonathan kuwa hampendi huyu dada wala hapendi kumwona naye akiwa karibu. Jonathan akasema kuwa kwa nini unaniambia hivyo? Bella akamwambia kuwa kwa sababu sisi ni marafiki na ninapata hisia mbaya sana ukiwa naye huyu mtu karibu. Lakini Jonathan hakutaka kabisa kumsikiliza Bella. Basi Bella ikabidi ajielezee kwa kitu kilichomleta hapa. Akamkumbusha kuwa ile siku akiwa guest wanasherekea, aliahidi kuwa atamgharamikia Amaira kwa kila kitu kwa ajili ya shughuli yake, na leo amekuja kukumbushia utaratibu wa kuipata hiyo pesa. Baada ya kumweleza, Bella akasipa zake. Jonathan akabaki akijiuliza kuwa imekwaje na kwa nini aliahidi. All in all, jamaa na pesa zake, ikabidi akubali kubeba huu mzigo. Then movie inatuleta hadi katika sini nyingine ambapo tunapata kumuona Jonathan akiwa anajisomea. Mara kidogo simu ikaanza kuita. Iliyokuwa ikiita sio simu yake, hivyo aliangalia tu na kisha akaachana nayo. Ilikuwa ni simu ya Kevwe. Baada ya muda kidogo tena simu ikaanza kuita, na aliyekuwa akipiga simu Kevwe alikuwa amemsave Lydia. Mimi na wewe hatumfahamu, twende sawa, mdogo tu tutamfahamu. Sasa baada ya simu kuita kwa muda mrefu, ikabidi Jonathan akamsaidia kuipokea ile simu. Alipoipokea tu ilisikika sauti ya mwanamke ikiongea kwa ukali. Hivi una shida gani Kevwe? Ni mara ngapi nimekwambia usinipigie simu? Nilikwambia nitakupigia. Umeona sasa umenisababishia matatizo na mume wangu, na ukinipigia tena nitahakikisha kuwa hutopata msaada wowote kutoka kwangu. Na baada ya pale simu ikakatwa. Mara kidogo Kevwe naye huyo amekuja akiwa na haraka kinoma, yani zimebaki dakika chache tu ili kipindi chake kianze. Hivyo akawa anakusanya vitu vyake kwa haraka zaidi ili asichelewe. Jonathan akampatia Kevwe simu yake na akamwambia kuwa mwanamke katika simu alisema kuwa asimpigie tena. Kevwe akasema sawa. Jonathan akamuuliza Kevwe kuwa mwanamke aliyemsave Lydia kwenye simu yake ni nani, na Kevwe akasema ni mama yake na kwa sasa yupo Italy. Basi hawakuongea chochote sana pale kwa sababu Kevwe alikuwa na kipindi cha kuwahi darasani. Upande wa pili huku Amaira na Bella wanagombana. Amaira anamfokea Bella kuwa kwa nini amepokea pesa ya Jonathan pasipo kumshirikisha, kwa sababu kama unakumbuka vizuri Amaira alikuwa hataki kabisa Jonathan ashiriki katika hili. Na sasa tunavyozungumza hivi Jonathan alishamtumia Bella kiasi cha
kuficha pesa. Basi ilikuwa hivyo, lakini baadaye wakakubaliana waende shopping. Sasa huku dukani Fatma naye yupo anajichagulia nguo. Akiwa anaendelea kuchagua nguo, mara kidogo Bella na Amaira hawa hapa wamekuja kutafuta nguo pia. Bella na Fatima wakaishia kutupiana maneno tu pale. Hawa watu wawili wanakama kabifu tu. Amaira na Bella wakaingia chumba kingine ili kujaribu nguo ambayo wameifanyia booking. Okay, then movie inaturudisha mpaka campus. Hapa tunakutana na Soma ambapo yupo anaelekea zake kwenye kipindi. Mara kidogo aliitwa na yule mwamba ambaye alimfanyia assessment wakati anaimba. Alikuja hapa na kumwambia Soma kuwa inabidi wakutane ili wafanye assessment kwa ajili ya nafasi inayofuata. Lakini Soma alikataa kabisa na kumwambia kuwa hayupo interested na kuendelea tena. Na kisha Soma akaondoka zake akiwa kama amepanic. Movie inatuleta hadi kwenye gari ya Jonathan akiwa na yule binti. Na hapa yule binti alikuwa akimwalika Jonathan katika sehemu ambayo alihitaji kumfanyia surprise. Kwa mara ya kwanza Jonathan alikuwa akikataa, lakini kwa baada ya kulazimishwa kwa muda mrefu ilibidi akubali. Okay, tunafikishwa hadi kantini. Kevo yuko hapa anafanya zake usafi. Muda kidogo akaja Amaira na Bella na kisha wakaagizia zao chakula. Sasa mida baadaye Bella na Amaira wakiwa wanaendelea kula, wakamwona Jonathan akiwa amekuja na yule binti tena. Na baada ya wao kuagiza chakula pia wakaja kwenye meza ya kina Bella na Amaira. Wakiwa wanaendelea kupiga story, Jonathan alimwambia yule binti amwalike Amaira pamoja na Bella kwenye birthday party yake. Ila huyu dada alikataa kabisa, yani alileta visingizio vingi kwa kutokutaka Amaira na Bella kuwepo. Kwa sauti kubwa kabisa ili kumsaidia huyu dada asiendelee kujitetea, Bella alitikia kuwa hatutokuja. Okay, hadi mida usiku hivi, mida hii hapa hivi tunamuona Access akiwa katika chumba cha kina Jonathan. Mida ile pia Kevo akawa amekuja hapa chumbani. Access akamwambia Kevo kuwa familia ya kina Jonathan imesababisha matatizo mengi sana kwao, na sasa ni muda kina Jonathan kulipia haya matatizo. Na kisha Access akamwambia Kevo kuwa matatizo yataanza kuiandama familia ya kina Jonathan kuanzia usiku wa leo. Na baada ya pale Access akasepa zake. Sasa baada ya Access kutoka, Kevo akaanza kuunganisha doti. Akaanza kuhisi kuwa mbona kama kitu anachosema Access ni kitu cha ukweli. Wakati huo upande wa pili huku Jonathan yuko zake kwenye gari yake anamsubiri yule binti. Basi yule binti akaja kumpokea Jonathan, lakini akamwambia kuwa inabidi aache simu yake na vitu vyake vingine vyote kabla hawajaingia kwenye party. Mpaka pale Jonathan hakuwa amehisi chochote kile, ikabidi aache vitu vyake ndani ya gari na kisha akamfuata huyu dada. Wakiwa wameondoka, Kevo naye akashika simu yake ili ampigie Jonathan asifanye jambo lolote, lakini kwa muda ule Kevo alikuwa ameshachelewa kwa sababu Jonathan hayupo karibu na simu yake tena. Kwa hiyo hata alipompigia simu iliita tu, haikupokelewa. Kadri muda ulivyozidi kwenda, Kevo alianza kupata mawazo mabaya. Jonathan apokee simu na wala hajui yuko wapi. Then movie inatuleta hadi katika chumba cha kina Bella na Amaira. Mida hii hapa hivi tunamwona Amaira yupo kitandani kwake anajisomea kitabu. Mara kidogo akasikia mlango unagongwa. Alipomruhusu aingie ndani, alishangaa kumuona Kevo tena akiwa katika hali ya wasiwasi. Ndio ikambidi Kevo aulize hawa wasichana kuwa kama wameshawasiliana na Jonathan au wanajua Jonathan sehemu alipo, lakini hawa wasichana walisema kuwa hawafahamu. Ndio Amaira akakumbuka akasema kuwa siku ya leo Jonathan alipanga kutoka na yule dada ambaye alikuwa akitembea naye muda mwingi, lakini sasa mbaya zaidi hawajui walipoenda. Sasa ikabidi watoke hapa ndani ili kwenda kuanza kumtafuta Jonathan. Walihangaika kumtafuta usiku mzima hadi kufikia saa 6 usiku hawakuweza kumuona. Ikabidi Kevo awaambie kuwa yeye ataenda kumtafuta nje ya chuo, inabidi wao wakalale. Wasichana wote ikabidi waende wakalale, akabaki Kevo akaendelea kumtafuta Jonathan. Moja kwa moja hadi katika asubuhi ya siku iliyofuata. Kevo akiwa amemaliza kusali, mara kidogo Jonathan huyu hapa. Jonathan alikuwa akijisifia kinoma, yani kama kuna siku nimeenjoy basi ni leo. Leo ndio siku nimefurahia kuliko siku zote za maisha yangu. Na baadaye akaendelea kusema kuwa amechoka na anahitaji kupumzika. Okay, mida baadaye hivi Amaira akiwa anaenda zake darasani kujisomea akakutana na watu wawili. Wakamsimamisha na kumwambia kuwa kuna taarifa nyeti kumhusu Jonathan ambazo wamezisikia. Usiku wa jana Jonathan na rafiki zake wamemshambulia msichana mmoja. Amaira kusikia hivyo alikataa kabisa kuwa Jonathan hawezi kufanya kitu kama hicho, lakini walimthibitishia kwa kumwambia kuwa mtu aliyeyasema hayo alisema pia ana video yake ikimuonyesha Jonathan na wenzake wakiwa wanamkamia mdada mmoja. Amaira alihisi kuchanganikiwa, yani moja kwa moja hadi katika chumba cha kina Jonathan. Wote wako hapa ndani hawajui wafanye nini na walimalize vipi hili swala. Jonathan anaendelea kujitetea kuwa hajafanya kitu chochote kile zaidi ya kunywa pombe na kucheza sana. Wakiwa wanaendelea kushauriana nini cha kufanya, simu ya Jonathan ikaita na mtu aliongea naye kwenye simu alikuwa ni Mr. Omo, ni mkuu wa department ya media, na alimtaka Jonathan wakutane ofisini. Basi Amaira akasema kuwa kwa kuwa yule ni mkuu wake wa department inabidi aongozane na Jonathan ili akaone kama kuna mchango aina yoyote yule ambao anaweza kuutoa. Okay, moja kwa moja hadi ofisini kwa Mr. Omo. Huyu ni mkuu wa department. Okay, wakiwa hapa Jonathan aliulizwa kuhusiana na yule msichana ambaye alikuwa akiongozana naye sana. Jonathan alisema kuwa anamfahamu na siku ya jana alikuwa kwenye birthday party yake, na anachokumbuka ni kuwa walikula, walikunywa na walicheza tu kwa sana, lakini hawakufanya chochote kile kibaya. Mr. Omo akamwambia Jonathan kuwa ana kesi kubwa ambayo ni nzito sana na wala hajui kwa namna
gani ataweza kujiondoa kwenye hilo tatizo. Jonathan kichwa kilizidi kumvuruga kinoma yani, na hilo tatizo linaweza kuathiri hadi kazi ya baba yake. Jonathan alizidi kuchanganyikiwa pale, asijue ni nini afanye. Okay, hadi mida baadaye hivi tunamwona Jonathan, Amira pamoja na Soma walikuwa wamekaa hapa wakijaribu kufikiria ni nini wafanye ili waweze kulisolve hili tatizo. Simu ya Soma ikaita, akawa ameitwa kwenye vipindi vyake darasani. Akaondoka akamwacha Jonathan pamoja na Amira. Amira akiwa anaendelea kumtia moyo Jonathan, mara ghafla simu yake ikaita na wanaitwa ofisini kwa Mr. Elmo. Walipoenda huko walisikilizishwa voice note ambayo ilikuwa ni ya yule dada ambaye mara nyingi alikuwa akitembea na Jonathan, na hapa alikuwa akielezea kitendo ambacho amefanywa na Jonathan akiwa na rafiki zake. Okay, moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata. Leo Jonathan yuko kantini, ameagiza chakula lakini anashindwa kukila. Mara kidogo simu yake ikaita, ilikuwa ni namba isiyojulikana. Alipoipokea simu aliambiwa kuwa anatakiwa afike eneo fulani akiwa peke yake, na kisha mwamba aliyempigia simu akawa amekata. Baadaye wakiwa wanaendelea kujifikiria, kwa sababu hili swali lilikuwa limeshaenda mbali, ikabidi wakubali kumpigia baba yake Jonathan simu. Jonathan aliamini kuwa baba yake angeweza kulitatua hili tatizo, na kweli baba akakubali, akasema kuwa atakuja lakini kuna kazi ambazo anamalizia. Mara kidogo Waiza akaja akiwa ameshikilia bango ambalo lilikuwa na picha ya Jonathan na limeandikwa maneno ambayo yatamchafulia Jonathan. Jonathan kuona vile ndo anazidi kuchanganyikiwa yani, na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode namba 4. Hakikisha tayari umesubscribe, umelike video hii na umeturn on notification bell. Kwa kufanya hivyo itanipa mimi nguvu ya kuleta vipande vingi zaidi ndani ya muda mfupi.